Kumekucha. Ibana, kama wewe ni mpenzi wa movie za kutisha, basi mzigo huu hapa hivi. Hapo ndani kuna bwana mdogo ambaye anaitwa Andy. Hiyo siku bana ilikuwa ni siku ya birthday yake na mama yake alikuwa amemletea zawadi na akawa amemuita ili aweze kuifungua zawadi. Lakini baada ya kuifungua zawadi, Andy hakuweza kufurahia kabisa zawadi ile. Na mama yake akamwambia Andy, najua nini ambacho unataka. Kwa sababu muda mfupi uliopita Andy alikuwa ameona tangazo la midoli ya Mr. Good Guy katika television. Na Andy alikuwa anapenda sana midoli. Lakini midoli hiyo ambayo ilikuwa inatengenezwa katika kampuni ya Good Guy ni midoli ambayo hata ulikuwa ukiweza kuiongelesha ilikuwa inaweza kuongea. Kwa mama yake akamwambia Andy, nitakutafutia mdoli, na Andy aliweza kufurahi sana kusikia hivyo. Mama yake aliweza kuingia barabarani na kutafuta huo mdoli, japokuwa aliukuta una gharama za juu sana, lakini alijitahidi akaununua ili kuweza kumsogezea mtoto wake nyumbani. Na baada tu ya Andy kupokea ule mdoli alifurahi sana kwa sababu kuna baadhi ya maswali ambayo aliuliza na mdoli uliweza kumjibu kabisa. Na mdoli alijitambulisha kwa jina la Chalk. Kwa maana mdoli ule ulikuwa unaitwa Chalk. Andy alifurahi sana kusikia hivyo. Haya bana, maisha yaliweza kuendelea, lakini hapo katikati bana kuna mauaji ambayo yalikuja kutokea. Na mauaji hayo yalikuwa yanahusiana moja kwa moja na mdoli ambao anaumiliki Andy, lakini hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kufahamu. Polisi walifika maeneo hayo na wakaweza kufanya uchunguzi, lakini hakukuwa na majibu yoyote yanayoendelea bana. Kuna siku moja ambayo Chaki alikuwa amekaa ndani, alikuwa akizungumza na huo mdoli na alikuwa akiuliza baadhi ya maswali, lakini ule mdoli bana badala ya kujitambulisha kwa jina la Chalk, uliweza kujitambulisha kwa jina la Mr. Charles Liley. Na ulimwambia kabisa kwamba kama utamwambia mtu yoyote mchongo huu hapa hivi, mimi nitakuua. Na muda huu bana mama yake na Andy alikuwa bafuni bana anapiga mswaki, lakini aliweza kusikia mazungumzo hayo, akahisi mtoto wake anazungumza na nani kule chumbani. Ilibidi aweze kusogea chumbani kuweza kusikiliza, na akamuuliza mtoto wake, ulikuwa unaongea na nani? Bwana mdogo akamwambia, bana mimi nilikuwa nazungumza na mdoli hapa hivi. Mama yake bana alihisi huenda mtoto wake anakaribia kuchanganyikiwa kutokana na mapenzi alionayo kwa mdoli wake bana. Siku moja kama familia waliamua kutoka matembezini, na bwana mdogo Chake aliweza kuchukua mdoli wake na kwenda nao huko bana. Lakini bwana mdogo alipokuwa huko katika matembezi yake akaamua kuupaki mdoli sehemu. Lengo lake bana atakaporudi ili aweze kuukuta katika mazingira yale pale. Lakini baada ya kurudi bwana mdogo hakuweza kuukuta ule mdoli pale na akaanza kuutafuta. Lakini akiwa katika harakati za kuutafuta ule mdoli, hapo bana kuna tukio moja hivi ambalo likawa limeweza kutokea, ni tukio la mauaji. Na alikuwa mauaji ya kutisha sana. Na mauaji hayo pia yalikuwa yanahusiana na mdoli huo ambao anaumiliki bwana mdogo. Lakini bwana mdogo pia sasa akaanza kujiuliza, huu mdoli mbona nimeuweka hapa? Sasa umewezaje kuondoka katika mazingira haya? Na baada ya kusikia tu mauaji kama yale pale, na maana mama yake ilibidi aje kumchukua bwana mdogo, na akawa ameingia katika chumba kimoja ambapo alikuwa baba yake bwana mdogo, lakini hata mama yake pia. Wakaanza kumuuliza baadhi ya maswali kama yuko salama na nini. Bwana mdogo akasema yeye yuko salama tu. Lakini bana kuna mchongo mmoja ambao bwana mdogo aliweza kuwasanua wazazi wake na kuambia kwamba huyo bana wakati anaongea na huo mdoli, kuna kipindi uliweza kujitambulisha kwa jina la Charles Liley, kwamba ile ni nafsi ya mtu ambayo inaishi ndani ya mdoli hapo hivi. Na akamwambia kwamba aliniambia kwamba nitakaposanua mchongo huu hapo hivi ataweza kuondosha maisha yangu. Lakini wazazi wake bana wakamuona bwana mdogo design kama amedata hivi, kutokana na kwamba matukio yaliyotokea ni mengi sana. Ilibidi mama yake aweze kumgawia maelekezo kwamba atakapokuja maafisa wa polisi hapa ni kwamba asiweze kuongea jambo lolote lile. Baada ya hapo mama yake aliamua kuchukua ule mdoli na kuweza kuondoka nao. Lakini mama yake alipofika mbali bana akaanza kujiuliza, bana huu ni mdoli kweli au kuna namna yoyote ile ambayo kuna kitu chochote kipo ndani yake? Akaanza kuuliza baadhi ya maswali, lakini ule mdoli bana uliongea kama midoli mingine tu ambayo inapatikana katika kiwanda cha Good Guy. Na mama yake akaamini moja kwa moja ni mdoli tu. Maisha yakaendelea bana. Kuna siku moja bwana huyu mwanamama ambaye ni mama yake na Andy alikuwa ndani siku moja ametulia, lakini akahisi kama kuna dalili za hatari sana. Alisikia sauti ya mdoli ikizungumza, lakini baada ya kutafuta akaukuta huko chini ya uvungu wa kochi. Na akawa anajiuliza, huu ni mdoli kweli huu? Nani kaupeleka huko chini? Lakini alivyochomoa bana akaanza kuuliza baadhi ya maswali, lakini kutokana kwamba yule mwamba ambaye anaitwa Chaki ambao nafsi yake kwa ndani ya mdoli ni mwamba ambaye ana hasira za karibu sana, aliweza kukasirika na akamvamia yule mwanamama ambaye ni mama yake na Andy. Na mama yake Andy akagundua kwamba yule mwamba kumbe ndio Charles Liley, kama ambavyo Andy alivyokuwa akiniambia. Mwanamama ilimbidi aweze kupapatua ili kuweza kutoka katika mikono hiyo, na alipofanikiwa kuweza kuchomoka alikimbia moja kwa moja mpaka kwa mume wake na kuweza kumwelekeza kwamba bana ule sio mdoli kama tunavyofikiria, mule ndani kuna nafsi ya Mr. Charles Liley. Mume wake bana hakuweza kuamini kitu hicho hapo, lakini mwanamama akasema kwamba bana nitautafuta mwenyewe na nitadili nao ipasavyo. Lakini bana mzee wake na Andy akamwambia mke wake, bana usijali, mimi nitautafuta na nitadili nao. Siku moja bana majira ya usiku baba yake na Andy alikuwa kwenye gari anaendesha. Hapo ndipo akaweza kuvamiwa na mdoli wa Chalk. Hapo ndipo baba yake na Andy akajithibitishia kwamba kumbe kile ambacho alikuwa akiambiwa na mke wake na kile ambacho alikuwa akiambiwa na mtoto wake Andy ni ishu moja ya kweli kabisa. Alimuona Chaki kwa macho yake. Unajua bana ule mdoli wa Mr. Good Guy ambao ndio Chalk ulikuja katika nyumba ya huyu baba yake Andy, sio kwamba ni kwa bahati mbaya. Ni mpango ambao kwa sababu Mr. Chalk aliweza kumwahidi
babake na Andy kwamba mimi nitarudi, nitakutafuta kwa namna yoyote ile, na babake Andy ndio mtu pekee ambaye alimtandika risasi Mr. Charles Liley. Nikurudishe nyuma kidogo, mwanzoni pale bana ilionekana kuna watu wawili ambao walikuwa wanakimbizana. Mmoja wapo alikuwa ni Chuck, lakini alikuwa akishambuliwa kwa risasi na babake na Andy. Lakini baada ya kupigwa risasi na babake Andy, aliweza kumwahidi kwamba mimi nitarudi na nitakutafuta kwa namna yoyote ile, nakufa lakini nitarudi, nitakutafuta. Hapo ndipo bwana Chuck aliamua kuihamisha nafsi yake na kuingiza katika mdoli ambao huo hapo hivyo unauona, huo mdoli wa good guy. Na hapo ndipo nafsi ya Chuck ikaanza kutembea katika mdoli wa good guy, na ndio maana ukauona mdoli moja kwa moja umekuja nyumbani kwao na kina Andy. Wote bado ulikuwa ni mpango, na sio kwamba eti ni kitu ambacho kimekuja kwa bahati mbaya. Hayo matatizo bana yote ameyasababisha babake na Andy.